Mwenzangu mimi ninakuja hapa Insta. Kwanza salamu aleikum watu wa Insta. Mimi sasa hivi ninaingia Insta maana ndo nimetoka kazini nikasema ngoja nikurupuke sasa niingia Insta. Naingia Insta namkuta mtoto wa kiume anaielezea mimba ya Wema. Aka eti mimba ile uongo, mimba gani imeshuka, sijui mimba gani, sijui imefanyaje tena. Watu wanakwenda kwenye comment, lakini kweli hajavimba miguu, lakini kweli hajavimba kichwa. Nyie wasenge kumbe mlitaka ile mimba itungie mkunduni ndo mrizike. Eti jamani, mlitaka avimbe matako ndo mujue kama Wema ana mimba. Sasa zilizovimba hizo za kwenu nyie zilokuwa hazina formula, mlobakwa mkatiwa mimba. Mababa hawataka hata kuzishughulikia, ndio maana mimba zenu zinakuja zisitofahamu. Mnavimbiana kwa mimba za uzinifu. Mnavimbiana mimacho mipua imevimba. Unafikiria na vimbani si mashaka mwenzenu kapata miracle, mimba ya miracle. Ndio maana imetunga vizuri kwa adabu. Njoo kwenye hizi mimba zetu sisi. Tusipovimba pua tutavimba masikio. Kwa sababu gani? Tunakomeshwa tupunguze kuzaa. Lako hilo naona imewauma watoto wa kiume. Munaingia mitandaoni mnaielezea mimba we. Jamani, mimba we ndo kashaza. Kwa taarifa yenu, sasa sijui hata mtafanya nini. Maanake nilikuwa na washangaa, mimi mwenyewe nilitaka kushangaa. Hawa watu waliokuwa wakija hapa, sijui mgumba, kazae, kale, mbwa we, unamgusa. Leo sura mnazitafuta pa kuzieka. Mnakuja Insta eti kufa kutoa congratulation ya kinafiki. Mimi nilijua tu nikasema hawa si ndio wale hawa. Eti congratulation, hongera. Wengine wanajiliza kichimvi, watu wazima. Eti wanaingesa. Wema kajifungua fisadi we. Utafikiria kitu yani unawaona sasa. Yani mimi mwenyewe kwanza nimepigwa na shoki. Mpaka Bwana Isa kashangaa, unajua mpaka Bwana Isa kapiga hawa wa Tanzania walikuwa wakitukana wakisema wele ya mbwa mtoto tamsikia redioni, sijui mgumba wa taifa. Leo kajifungua na kuambia mmepata taharuki, mmeona mje mjitetee, mjiconfuse. Mshaanza kujiconfuse maana kemeti mnakuja kujipa moyo. Sasa mnaanza kutuelezea mimba sijui ile mimba imetungwa hivi, mnaanza kuieleza lile tumbo lilivyokaa, sijui lile mimba sijui takuwa tena. Wanakuja wale sasa wale walokuja kwenye peji nyingine wakatoa hongera, wale wanakwenda kule sasa wanasema lakini kweli mimba gani imetunga vile. Sasa mlitaka mimba yake itunge mkunduni jamani, mlitaka avimbe matako ndo mjua na mimba. Eti hajavimba miguu, mbona hujavimba uboo? Maana mtoto wa kiume mzima unakuja kuelezea mimba. Eti ama ndugu yangu unakazwa, unaona choyo, mtoto wa kike kapata mimba, wewe wa kiume huwezi kuzaa. Jamani, timu Wema tunasema utukome. Ielezee mimba ya mwanamke wako, usielezee mimba ya mwanamke wa taifa. Ndo kashajifungua. Na ndo hivi tunakunywa zetu mwani, tunasherehekea sisi. Tuko sasa hivi kazi yetu kuingia Insta tukiwasomea komenti zenu. Halafu baby boy, halafu simba la Afrika. Mama star, baba star. Mtoto nakwambia, mtoto kama wa Beyonce. Nakwambia mtazidi kuumwa. Na hivyo bado hamjaielezea mimba, mtaelezea mpaka macho ya mtoto. Mwisho mtakuja kusema mtoto huyu sijui kama hajatoka kwenye bafana. Maana sasa hivi ndo mnashindana, mnaanza. Mimba sijui litungwa hivi, mimba utafikiria mimba litungwa mkunduni. Sijui hata mkoje manake. Ndo kashaza. Ndo kashaza. Halafu ndo kama hivyo mnavona baby boy, simba la Afrika. Baba star, mama star. Mtoto nakwambia kama la Beyonce. Siku likija likipostiwa lile toto mimi silipati picha ngaa. Sie tumezaa ndo kama hivyo, hatujua hata walipo. Ndo mimba za kujiconfuse. Ndio maana mna wivu kwa sababu mmebeba mimba za kujiconfuse. Na wewe mtoto wa kiume kazi yako kuielezea mimba ya Wema. Unataka wewe hiyo mimba ikutunge wewe kwenye